Buti na njuti zinatamba, magwanda yanapendeza. Memory verse. Bendera nalo linafuata upepo. Je, hawa ni akina nani? Hawa unaowaona ni Adventurers. Adventurers ni kilabu au kikundi cha watoto kutoka umri wa miaka 4 hadi 9. Adventure Club, ukipenda kilabu cha wazizimizi, ni mojawapo vilabu au vikundi katika idara ya vijana kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato almaarufu SDA. Wanapokuwa na sherehe, ibada au shughuli rasmi, ni sharti wapeperushe bendera ya Adventurers sawa sawa na ile bendera ya taifa la nchi watokako. Upandishaji wa bendera huambatanishwa na nyimbo rasmi za taifa na kilabu hiki. In unity, peace and liberty, praise be found with borders. Orders, your arms. Karabatis in charge of Adventurers flag. March forward and perform your duty. Present your arms. Oh, Adventurers. Thomas, we are Adventurers. We are running every day to be honest and true, to be right, Jesus true and true. We are Adventurers. Orders, your arms.
Kilabu hiki cha wazizimizi maarufu Adventurers kiliasiwa mnamo mwaka wa 1939. Uanzilishi uliowekwa rasmi na uongozi wa juu wa kanisa la SDA duniani, yani General Conference. Nia na azma ya waanzilishi wa Adventurers ilikuwa kuimarisha mahusiano kati ya wazazi na watoto wao hao wa miaka 4 hadi 9. Jinsi uonavyo watoto hawa waking'ara ndivyo wapa wazazi wao nafasi murua ya kujifunza mbinu nzuri na uwezo wa kuwalea watoto hawa kwa misingi ya Kikristo na ya adabu. Aidha, wazazi hufurahia kushiriki michezo na shughuli nyingi za watoto. Hakika, nyimbo mbaya haibembelezewi mtoto. Ndiyo maana Adventurers wana wimbo wao wa kipekee. Adventurers hao wazizimizi hawa unaowaona sasa hivi aghalabu huhusishwa kwenye michezo za uwanjani na za vyumbani, ziara za mandhari na nyanjani, kujenga hema na kukita kambi na familia zao kando na safari za nyanjani. Pia wao hushiriki harakati za kutoa huduma kwa jamii. Adventurers huwa na madaraja 6 za mafunzo. Kila darasa hujenga mafunzo ya darasa lililotangulia, hivyo mtoto hupata mafunzo kabambe tena toshelevu kila anapokuwa kiumri kutoka miaka 4 hadi 9. Darasa la kwanza katika ngazi hiyo ya madaraja 6 ni Little Lamb. Little Lamb hufuatwa na Early Bird, kisha BCB, kisha Sunbeam, kisha darasa la Builder na kutamatisha na darasa la Helping Hand. Ili kujifunza mengi kuhusu kila darasa, tembelea tovuti rasmi ya kanisa la Waadventista wa Sabato SDA, idara ya vijana, www.gcyouthministries.org. Adventurers huwa na siku maalum wanayosherehekea duniani almaarufu World Adventurer Day. Sherehe hii hufanyika kila mwaka katika Sabato ya 3 ya mwezi wa Mei kila mwaka. Siku hii Adventurers kutoka wilaya ya Narok New Life wamekusanyika kwenye kanisa la Kiadventista la Rotian, kaunti ya Narok nchini Kenya. Leo hii wanafanya ibada na maonyesho ya yale mengi ambayo wamejifunza kanisani na nyanjani. Ari yao ya kujua imewapa kujifunza na kumudu nyimbo, mafungu ya kukariri kutoka Biblia takatifu na mengine mengi.
Adventurers pia hufunzwa na kushirikishwa katika maandalizi ya ibada ili wawe wahubiri na waweze kuwa mabalozi wa Kristo kutoka utotoni hadi siku za usoni.
Asante sana New Life. Wow, Mungu kwanza. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. It's a great day to serve the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. It's a great day to love the Lord. It's a great day to love the Lord. It's a great day to love the Lord. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walking in the light of God. Walitoka Misri wakielekea nchi ya Kanaani, wakiongozwa na Musa jangwani. Misukosuko ilianza kati yao. Wanaisraeli walitoka Misri wakielekea nchi ya Kanaani, wakiongozwa na Musa jangwani. Misukosuko ilianza kati yao. Musa watutesa, Musa watutesa, mbona watutoa huko Misri, mahali tulikuwa tukila na kunywa, na hata jangwani hakuna hata maji. Musa watutesa, Musa watutesa, mbona watutoa huko Misri, mahali tulikuwa tukila na kunywa, na hata jangwani hakuna hata maji. Amen. Go for us.
them about my life. I commission to go for me. Whom shall I send today? Here I am, my Lord, send me now. Go to all nations, tell them about my love. I commission to go for me. Whom shall I send today? Here I am, my Lord, send me now. I will go, send me now. I will do, teach me, Lord, wherever you want me to go, send me now. I will go, I will do what you command me. Send me now. I will go, send me now. I will do, teach me, Lord, wherever you want me to go. Send me now. I will go, I will do what you command me. Here I am, my Lord, send me now. Happy Sabbath. Kwa hivyo ndilo jambo ambalo tumepewa, ya kwamba sisi zote tuweze kuwa ni wahusika wa kupeleka ujumbe wa malaika wangapi? Watatu. Ili tuweze kuanza mahubiri yetu, ningeomba yule ambaye tutakayeshirikiana pamoja naye aweze kuwa msomaji, maana muda haupo upande wetu na singependa kukaa sana. Hivyo ndugu zangu, yule ambaye atakuwa msomaji wangu uweze kuwa mwepesi kwa kuangalia, maana hatutaangalia mambo mengi sana, ni machache, lakini yale ambayo Mungu anahitaji tuweze kuyasikia tunapokuwa wahusika wa kupeleka ujumbe wa malaika watatu. Ili tufanye maombi. Msomaji wangu, msomaji yupo? Sura ya kwanza kitabu ni cha Ufunuo. Neno la Mungu linasema namna gani? Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 7. Biblia inasema, Revelation chapter 1 verse 7. Nasema, Biblia inasema, tazama yuaja na mawingu, tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona, na kila jicho litamuona, na hao waliomchoma, na hao waliomchoma, na kabila zote za dunia, na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake, kwa ajili yake. Naam. Amina. Amina. Tuombe. Baba na Mungu mkuu tupendaye, tunalisifu na kuhimidi jina lako. Tunapozingatia mada hii ya kwamba marejeo yako yako hivi karibuni, ya kwamba kila mmoja wetu aweze kuwa mhusika, kwa dakika ambazo nitakazonena na watoto wako, nitumie kama chombo. Itakayoyanena yatoke kwako. Tamati ya vyote, sifa na shukrani ziweze kuwa ni kwako. Katika jina safi la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Hivyo ndugu zangu, mwandishi wa kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya kwanza 7 ndipo anatangaza zaidi maudhui, mada iliyo katika kitabu cha Ufunuo. Anaposema ya kwamba tazama, anafanya nini? Tulikuwa pamoja wapendwa. Tazama, anafanya nini? Anakuja. Hivyo ameweka misingi na mada ambaye anayoitangaza. Hivyo tunaelewa ya kwamba hakika anayezungumziwa amesema ya kwamba ana hakika kila jicho litafanya nini? Litamuona. Na kabila zote zitafanya nini? Inaonekana ni heri tumalizie hapo karibuni. Ni saa ngapi? Saa 6 na dakika ngapi? Na nusu.
ya kwamba kila jicho litamuona. Kwa hivyo tunaye mzungumzi Yesu ambaye anayezungumziwa, ambaye Yohana anasema ya kwamba yuaja, ndiye tunapaswa ya kwamba sisi zote tuweze kuwa wahusika ambao tutapeleka ujumbe huu, kila mmoja akiwa ameshikilia sehemu yake, ili ujumbe huo wa kurejea kwa Kristo uweze kuwafikia wote. Ama msomaji, ilisema namna gani? Tazama yuaja na mawingu. Biblia inasema ya kwamba tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona. Na kila jicho litamuona. Na hao waliomchoma. Na kabila zote za dunia wataomboleza. Asante msomaji, asante. Kwa hivyo ni kwamba hatuna budi kuwapelekea wote walio mbali na karibu ujumbe huu, wote wakiwa wahusika, idara zote katika kanisa zikihusika, kila mmoja ashikilie upande wake, ili ujumbe huu uweze kuwafikia. Maana nimetangulia kusema ya kwamba ndio ujumbe umesalia uweze kuwafikia wote, ili Kristo aweze kuwa marejeo, na ya kwamba wote ambao wataka usikia sauti ikiwaita ya kwamba tuweze kuenenda, wasisitasite, bali watoke na waweze kuwafikishia ujumbe ambao hawajafikishiwa, ujumbe wa malaika watatu. Msomaji wangu, safiri pamoja nami mafungu ambayo tutakayoangalia kitabu cha Yohana 14. Yohana ni 14. Tusome fungu la kwanza, la pili na la tatu. Nataka uweze kwenda pamoja nami moja kwa moja, polepole, ili tuweze kushirikiana kwa pamoja, maana tunahitaji tupeleke ujumbe huu kwa kila mmoja ambaye atakayesikia. Biblia inasema nini msomaji? Biblia inasema msifadhaike mioyoni mwenu, ya kwamba msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu, niaminini nami. Umemaliza fungu la kwanza msomaji? Ndio. Asante. Ya kwamba Biblia imetupa utangulizi, anasema ya kwamba msifadhaike mioyoni mwenu. Msifadhaike mioyoni mwenu. Mniamini nani? Katika muktadha huu anayezungumza ni nani? Yesu Kristo anazungumzia kina nani? Anawazungumzia wanafunzi wake. Maana walikuwa na baadhi ya sababu ambayo iliyokuwa inawafanya wakuwe na wanafadhaika na hofu ndani ya mioyo yao. Maana walikuwa wanajua ya kwamba yeye anaenda. Lingine ni kwamba ilikuwa ni wakati ambapo Petero angemkana yeye Yesu Kristo, ya kwamba amfanye nini? Alikuwa anamkana amfanye nini? Kwa hivyo walikuwa na baadhi ya mambo ambayo yalikuwa yanawafanya waweze kuwa na fadhaiko ndani ya mioyo yao. Lingine ni ya kwamba yeye Yesu Kristo alikuwa anaenda. Kwa hivyo walikuwa wamejawa na wasiwasi si haba ndani ya mioyo yao. Lakini inapokuwa hivyo, tulipoangalia tukaona ya kwamba huyu ambaye walikuwa na wasiwasi, huyu ambaye walikuwa na fadhaiko ndani ya mioyo yao, ndiyo anayoendelea na kuambia mambo ya kuwatia moyo, na ndiye Yohana anayesema ya kwamba tusikia kama anafanya nini? Tazama yuaja. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba ama ni wale ambao ni wanafunzi walizungumzia maneno hayo yakaisha. Ni wanafunzi walizungumziwa yakaishia pale, ama yaliyoandikwa tumeandikiwa na hata na sisi, ili yaweze kuwa fundisho kwetu, tuweze kuyatoa na kwa wengine. Kwa hivyo kufadhaika kulikuweko wakati wa wanafunzi, na sisi vilevile tunaishi katika hali ya kuwa na mafadhaiko na wasiwasi nyingi. Lakini msomaji anateremka akisema nini? Fungu la pili Biblia nakili ikisema, Biblia inasema nyumbani mwa Baba yangu. Sasa anawaambia ya kwamba basi hata ingawa mko na wasiwasi, anasema ya kwamba nyumbani mwa Baba yangu mna nini msomaji?
mna makao mengi. Mna makao mengi. Teremka. Kama si hivyo, Anasema ya kwamba kama si hivyo, ningaliwaambia, maana naenda kuandalia. Maana yeye aliyowatazama akaona wamejawa na fadhaiko na wasiwasi, anasema ya kwamba anaenda kufanya nini? Kuandalia mahali. Kuandalia mahali. Fungu la 3. Fika pale kwanza msomaji. Hivyo ni kwamba baadhi walipokuwa wamejawa wasiwasi ndani ya mioyo yao, ni kipi ambacho kingeendelea? Akawaambia ya kwamba mbona mwendelea kuwa na hivi? Maana katika nyumbani mwa Baba yangu mna nini? Makao mengi. Kwa hivyo hofu ambayo walikuwa nayo inajibiwa, kwa maana walikuwa na wasiwasi na kwa hivyo basi sasa ingekuwa wasiwe na wasiwasi kwa sababu ya mambo mengi tu. Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo ndiye aliyokuwa anawapa tumaini ya maisha ambayo yanayokuja. Maana amewaambia kwamba basi nyumbani mwa Baba yangu kuna nini? Kuna makao mengi. Na hivyo anasema ya kwamba basi hivyo jinsi ilivyo na makao, sababu nyingine ya kuchukua na wasiwasi, hata kama ninaenda ninafanya nini? Ninakuja tena. Kwa hivyo nasi katika ulimwengu ambao tumeishi tukiwa na wasiwasi, lakini neno la Mungu linatutia moyo na kutuonyesha ya kwamba basi mbali na ya kwamba mambo mengi ambayo anayotusonga katika maisha yetu ya safari ya Ukristo ya kupeleka ujumbe wa malaika watatu, ni tutumainie ya kwamba hakika ametutengenezea maandalizi ambayo yaliyo bora. Maana makao ambayo ametutengenezea, ambayo nasema ya kwamba unapoteremka mstari huo unaofuata, mstari wa 3, msomaji, Mstari wa 3 neno la Mungu linasema, basi mimi nikienda kuandalia mahali, ya kwamba atakuja na atukaribishe kwa nani? umemaliza msomaji? Ya kwamba ili alipo yeye nasi tufanye nini, wapendwa? Tumepata jambo hili. So wasiwasi ambayo tunakuwa nayo ni ya nini? Ya kupeleka ujumbe huu ya kwamba Yesu Kristo anarejea. Basi tunapaswa tuweze kujua ya kwamba mkaribishaji katika hayo makao ambayo yameandaliwa ni nani? Halo? Ni Yesu. Kwa hivyo anasema ya kwamba si kutukaribisha tu, na anasema ya kwamba basi mahali nilipo nanyi mtafanya nini? Kwa hivyo wasiwasi ambao na sababu ambao waliokuwa natoa ya kwamba ya kuwa na mfadhaiko, Yesu amakafanya nini? Akawa hapa maneno ya kuwatia moyo ili waweze kuwa katika na nguvu katika safari hiyo. Ilikuwa ni wakati wa wanafunzi, sio sisi. Na sisi tuko pale wapendwa. Kwa hivyo nasi tujue ya kwamba atakayetukaribisha katika yale makao amesema mengi ni Yesu Kristo, na ambaye yeye mwenyewe hakika amesema ya kwamba anafanya nini? Anarejea, na kila jicho litafanya nini? Litamuona. Halo? Mfalme yu mlangoni, ndiye tufiama wote wa atawakusanya. Yu aja mlangoni, anasimama, anakuja kwake karibu. Kwa hivyo ndugu zangu, ni kwamba tuweze kuwa na tujue hakika ya kwamba makao yale ambayo aliyoyaandaa yakiwa yamekamilika, ya kwamba yeye atarejea na atatukaribisha, na sisi zote tutakuwa na furaha na kujua ya kwamba tutaishi na yeye katika yale makao amefanya nini? Ametuandalia. Kwa hivyo huo utaratibu na jinsi ambavyo itakavyokuwa, mimi ninatamani ya kwamba niweze kuwa muhusika wa kuwafikishia wengine ujumbe wa malaika watatu ili marejeo yake yawe kwa haraka. Ni wangapi wanasema wanaomba ombi kama hilo? Tusimame.
na wimbo 159. Anakuja upesi, kiongozi wa nyimbo atuongoze. Anakuja upesi, Yesu wetu msafiri mbali na kwako. Alisema dhahiri, nitakuja tena, amina na uje Bwana. Yuaja, Yesu atarudi sasa, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika, Yesu anaporudi tena. Makaburi yote wafu wanapoona yatafunguliwa tena, na mamilioni pale wataondoka tena, wasione machozi tena. Yuaja, Yesu atarudi sasa, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika, Yesu anaporudi tena, na tutatengana nao tena huko, nyimbo nzuri tutaimba. Watakusanyika toka kila kabila, miguuni pa mwana kondoo. Yuaja, Yesu atarudi sasa, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika, Yesu anaporudi tena. Haleluya, amina, haleluya tena. Upendo wake una shida, tutamsifu milele hata tutashangaa jinsi alivyotukomboa. Yuaja, Yesu atarudi sasa, anakuja duniani. Wasafiri wote watapumzika, Yesu anaporudi tena. Asante. Hivyo ni kwamba sisi zote tuweze kuwa wahusika katika kupeleka ujumbe huu ya kwamba Yesu Kristo yuaja haraka. Maana utakapofikia wote katika pembe zote nne za ulimwengu, ni kwamba iweze kuwa ushuhuda. Hakutakuwa na jambo lolote ambalo litakalosababisha kukawia kwake kwa kurejea kwa haraka. Kwa hivyo watoto hawa na sisi zote washiriki kwa jumla, na wote ambao wanaosikia sauti hii, waweze kujua kwamba hakika Kristo anarejea kutukaribisha, na la kufurahisha ni kwamba atakapokuwa anapotukaribisha, yeye akiwa mkaribishaji, na vile vile ataikaa pamoja nasi milele na milele. Tuweze kuamini, tuombe. Mungu na Baba yetu tupendaye, sisi ni vyombo dhaifu tu, tunahitaji nguvu kutoka kwako. Tunahitaji sio kwamba tuweze kuwa wahusika wa kupeleka ujumbe ya kwamba unarejea kwa haraka, na hakika umetuahidi ya kwamba wewe mwenyewe utatukaribisha, na mahali ulipo nawe nasi tutakuwa pale. Tutie nguvu safarini,
na mpendo ambaye anayosikia sauti hii mtie nguvu safarini, na ya kwamba anapokuwa akifanya uamuzi kivyake, Mungu wetu uweze kumsaidia na kumtia nguvu anapokuwa akifanya uamuzi huo. Kuwa nasi Mungu wetu, utuongoze, utulinde. Neema yako itutoshe sasa na hata milele. Katika jina safi la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Mtu wa Mungu alitumaini neema, akahubirie watu wake. Dhambi zao wamrudie Mungu, wakakimbia Tarshishi. Yona mtu wa Mungu alitumaini neema, akahubirie watu wake. Dhambi zao wamrudie Mungu, Yona akakimbia Tarshishi. Yona walimshika Yona, wakamrusha nje ndani ya maji ya baharini. Yona akamezwa na samaki muda siku 3, akiwa tumboni mwa samaki. Walimshika Yona, wakamrusha nje ndani ya maji ya baharini. Yona akamezwa na samaki muda siku 3, akiwa tumboni mwa samaki. Yona alipokuwa tumboni mwa samaki, alimlilia Mungu wake. Mungu akamsamea makosa yake yote, ndipo samaki akamtabika. Yona alipokuwa tumboni mwa samaki, alimlilia Mungu wake. Mungu akamsamea makosa yake yote, ndipo samaki akamtabika. Walimshika Yona, wakamrusha nje ndani ya maji ya baharini. Yona amezwa na samaki muda siku 3, akiwa tumboni mwa samaki. Walimshika Yona, wakamrusha nje ndani ya maji ya baharini. Yona amezwa na samaki muda siku 3, akiwa tumboni mwa samaki. Ama kweli hulka njema na mienendo nzuri na za kuvutia wanapokuwa nyumbani, kanisani, shuleni na popote pale, ndio faida wapatao watoto. Tazama mwanamke aliyetoka damu kwa miaka 12, alisema nikikuza upendo wa vazi la Yesu nitapona. Tazama mwanamke aliyetoka damu kwa miaka 12, alisema nikigusa upendo wa vazi la Yesu nitapona. Tamka leo, tamka leo moja Bwana, tamka leo, tamka sisi tupate kupona. Watoto wadogo tunajificha chini ya mawa zako Bwana, sema neno tupate kupona. Tamka leo, tamka neno moja Bwana, tamka leo, tamka sisi tupate kupona. Watoto wadogo tunajificha chini ya mbawa zako Bwana, sema neno tupate kupona. Yesu akamtazama yule mwanamke, akamwambia jipe moyo, imani yako imekuponya wewe. Yule mwanamke akapona. Imani yako imekuponya wewe. Yule mwanamke akapona. Yesu akamtazama yule mwanamke, akamwambia jipe moyo, imani yako imekuponya wewe. Yule mwanamke akapona.
imani yako imekuponya wewe, yule mwanamke akapona. Tamka leo, tamka neno moja Bwana, tamka leo, tamka sisi tupate kupona. Watoto wadogo tunajificha chini ya mbawa zako Bwana, sema neno tupate kupona. tamka leo, Tamka leo moja Bwana, tamka leo, tamka sisi tupate kupona. Watoto wadogo tunajificha chini ya bawa zako Bwana, sema neno tupate kupona. tamka leo, Tamka neno moja Bwana, tamka leo, tamka sisi tupate kupona. Watoto wadogo tunajificha chini ya bawa zako Bwana, sema neno tupate kupona.
mwaka ujao wa 2026, siku kuu ya Adventurers au wazimizi duniani itafanyika tarehe 16 Mei. Mada teule ya siku itakuwa kutembea na Yesu. Sherehe husika itakuwa ya awamu ya 37 kuwahi kufanyika duniani.